Bwana Rostam Aziz ameingia kwenye 18 za mabosi. Mabosi wana hasira na wana mpango wa kukutana naye ili awaelezee kwa nini anataka kuwa hii biashara. Sasa msikilize kwanza Rostam, afu mimi nitaendelea. Nimekuta Wachina kila kona. Wachina wako Mafinga wanauza simu. Wachina wamefungua kasino kwenye vijiji vyetu. Ni kwamba anafilisi watu wa kijiji kizima kila mwisho wa mwezi. Bwana, kabla ya Rostam story ilianzia Geita. Msukuma akiwa anaongea na wananchi wake, yeye alikuwa na laani hizi biashara. Hiyo clip mchina akaiona, akaisogeza, tukaizungumzia, akaona huyu hatumwezi, si ni mbunge, wacha tuachane naye. Baadaye kukawa kuna tetesi kwamba Magufuli anaweza kaiondoa hii biashara. Wakawa na stress kibao, lakini baadaye mchezo ukakaa uko sawa. Biashara ikaendelea. Sasa baadaye bwana Rostam naye akiwa huko Zanzibar kwenye kongamano la kumwenzi Maalim Seif akaizungumzia hii biashara. Hapo sasa ndo wakawaka. Wachina karibia nchi nzima walitumiana hii clip wanaofanya hii biashara. Walikuwa wamekasirika kinoma. Sasa boss akaniambia huyu hapo bwana, mabosi wanapanga kukutana naye ili waweze kuzungumza naye. Nikamuuliza, hivi mtu mnamjua au nyewe mnajipangia tu? Akasema sasa huyu hayupo serikalini. Nikamwambia wewe, hebu ngoja nikupe faili lake kwanza, hapo unaweza kaa umjui. Hii ni maajabu, yani walimwogopa Msukuma alafu Rostam Aziz hajawatisha. Sasa ikabidi nimpe faili lake, nikamwambia huyu jamaa ashakuwa mbunge, ashakuwa waziri, ashakuwa wamiliki wa Voda, sehemu ya wamiliki wa Voda, ni sehemu ya wamiliki wa mtandao wa Yas. Nikamwelezea vitu vingi kibana, nikamwambia ni huyu ni mtu mzito. China ndo akaanza kuogopa. Mimi nikamuuliza, hivi una uhakika kwanza bosi tajiri mmiliki wa hii kampuni ndo kasema hicho kitu unachokizungumza? Akasema hapana. Nikasema hiyo ndo sababu huyu mmiliki yeye atakuwa anamfahamu. Hebu mpigie muulize kwanza akuelezee kuhusiana na huyu mtu. Si kama aliwasiliana, lakini kesho yake akaniambia, "Oya, tulitaka tujichanganye bwana. Lakini huyu jamaa anachokifanya bwana, kwa nini anatufanyia hivyo wakati tunataka tufanye biashara?" Nikasema hapana, yeye alikuwa anatoa tu maoni. Mchina akaanza kuchekacheka tu pale, akajichekesha akasema, kwanza hata hivyo yeye mwenyewe sio Mtanzania. Nikasema hapana, ni Mtanzania. Akasema hapana, huyu ni American people. Wachina wakimwonaga mtu mweupe wanasemaga ni Marekani, wanamuita American people. Sijui kasi nimekikosea hicho kizungu, ndo wanavyosemaga hivyo hivyo American. Baadaye wiki moja mbele Mchina akaniambia wao walivyojadiliana si na mabosi si na wapi, wakagundua kwamba Rostam anataka kuingia kwenye hii biashara. Labda ndio maana anataka kuwachomoa afu yabaki anaendesha hii biashara. Nikasema ikiwa hivyo itakuwa freshi, kwa sababu yeye anachozungumzia ni hizi labda mnaenda nazo ninyi kwenu. China ananiambia mbona kama uko upande wake. China anaanza kununa. Nikasema hapana, hapa tunajaribu tu kupiga story. Akasema hebu tuachane na hizi story bwana, lakini unatakiwa kuwa upande wetu siku zote kwenye mijadala kama hii.